Karibu mpendwa mtazamaji katika kipindi chetu cha unabii wa siku za mwisho. Tuko sehemu ya 17 leo. Tuendelee na ile Mathayo sura 24 mstari wa 30. Nasema, ndipo itakapoonekana ishara ya mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu yataomboleza. Nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni, pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Mpendwa mtazamaji wangu, tumeona katika sehemu iliyopita juu ya ujio wa Yesu Kristo kwamba hautakuwa siri, utakuwa ni wawazi. Na ndio maana watu wengine wanasema itakuwa siri. Haitakuwa siri. Siri iko kwenye siku yenyewe, lakini ujio wa Yesu Kristo hautakuwa siri, utakuwa wazi kabisa siku itakapofika. Hapo Yesu anaeleza tena siku hiyo ya ujio wake, ambayo matukio makubwa mno yanatangulia ujio wake. Hapo anasema ishara inaonekana mbinguni. Ni ishara gani? Ziko ishara zilizotajwa, lakini ziko ishara nyingine ni siri ya Mungu mwenyewe atakapotengeneza mazingira. Maana yake itakuwa kama ni screen kubwa. Mbingu zitakuwa screen kubwa siku hiyo. Hatutahitaji TV, hatutahitaji namna yoyote ya vyombo, lakini mbingu zitakuwa kama TV kubwa ambayo itaonyesha hizo ishara. Na anasema zitakapoonekana hizo ishara, mataifa yataomboleza. Unauliza, kwa nini mataifa yanaomboleza? Mataifa yanaomboleza kwa sababu Yesu waliomchukia, waliomkataa, ndiye anakuja sasa. Yale ambayo walidhani kwamba wameyadhibiti, kwa sababu shetani ameishi kuwadanganya. Ibilisi muda wote anatumia muda mwingi kuwadanganya na kuwaaminisha kwamba mambo hayawezi kubadilika. Wanasahau kwamba waliokuwa nao hawapo, wanakufa. Waliotangulia kabla yao hawapo, walioanzisha hawapo. Lakini shetani anawadanganya kwamba wale watu wako, yuko nao, anaendelea kuishi nao na wataishi milele. Lakini kimsingi ni udanganyifu, na yeye anafahamu kwamba hana mamlaka juu ya Yesu Kristo, na yeye amekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo mambo haya yatafanya waomboleze sasa, kwa sababu wanaona nguvu ambayo Yesu Kristo anashuka nayo. Wanaona ile mamlaka ambayo Yesu anashuka nayo. Kwa hiyo macho yao yataona hiyo nguvu. Watu wote kwa wakati mmoja watamuona Yesu akija. Fikiria, watu wote, hakuna atakayejifanya yuko busy. Hakuna atakayekuwa yuko wapi, hakuna cha rais, hakuna cha kiongozi, hakuna cha nani. Watu wote kwa wakati huo, hata wale waliokuwa wanalinda, walikuwa wanahifadhi sehemu, ni lazima waangalie tukio hilo, maana ni tukio muhimu sana ambalo tayari matukio mengi yatakuwa yamegeuza mioyo ya watu tena, ili watu wasishughulike na jambo lolote isipokuwa kutazama ujio wa Yesu Kristo. Sasa hapa kwa watu ambao hawana Mungu ndani, na maana hawajamwamini Yesu Kristo, matukio haya yatafanya mioyo yao yeyuke, wataogopa sana, yatakuwa matukio ya kutisha. Lakini kwa wale ambao wako na Yesu Kristo ndani yao, ina maana wako na Roho Mtakatifu, mambo haya hayatakuwa mambo ya kutisha kwao, itakuwa ni jambo la kufurahi. Maana Yesu anasema, myaonapo hayo, inueni macho yenu juu, mjue kwamba ukombozi wenu uko karibu. Kwa hiyo wao watakuwa wamefunguliwa macho yao, na furaha yao itakuwa ni nyingi. Baada ya kupita katika tabu ya dhiki kuu, wanajua sasa mkombozi wetu na Bwana wetu na mfalme wetu yuko karibu kuja. Kwa hiyo kwao itakuwa ni furaha kubwa. Lakini kwa wale wote waliokaidi, wenye dini zao ambazo zinamkataa Yesu Kristo, wenye dini zao ambazo zina viongozi wengine ambao wanaamini kwamba walikuwa ni viongozi lakini wamekufa, hao nao sasa watawajibika kwa sababu wameshindana na Yesu Kristo. Baada ya kutokea mambo haya sasa, anasema, mimi natakiwa nikukumbushe kwamba Yesu Kristo huyu sema habari zake, atakuja tena. Na atakapokuja, atakuja na utukufu mwingi na nguvu nyingi sana, kiasi kwamba hakuna atakayeweza kusimama mwenye uovu. Hakuna shughuli itakayoendelea duniani, hakuna matangazo yatakayotangazwa, hakuna shughuli itakayoendelea, hakuna kiwanda kitakachoendelea kuzalisha wakati huu, hakuna operation itakayoendelea. Ni kwamba habari itakuwa ni Yesu Kristo anakuja, na kila jicho ni lazima lijue kwamba anayekuja ni Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndiye mfalme wa wafalme, na yeye ni neno ambaye kwa yeye vyote vilikuwa. Mungu akubariki, nikutake ujitakase, kwa sababu Yesu atakapokuja kukute ukiwa safi. Lakini nikutake wewe ambaye hujamwamini, mwamini Yesu sasa popote ulipo. Achana na mafundisho ya mababu, achana na imani ambazo hazikupeleki mbinguni. Mwamini Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako sasa, katika jina la Yesu, amen.